ninagonjeka kwa sababu gani? Niliambiwa na daktari eti ni kukaa sana bila kukutana na mwanaume juu nyungu ya mtoto wangu nilikuwa na growth kwa tumbo. Yes, hello ladies and gentlemen and welcome back to the Love of Theo. I'm yours Theo na karibu sana, na niko na mama hapa, mama mlezi, mzazi na pia ni mjane kwa tunataka tu tusikie kuliendaje, kukafanyika na kukakuwa hivyo. So ladies and gentlemen, welcome so much and keep tuned, make sure you like, subscribe and share. So mama, hujambo? Jambo. Habari yako? Ni nzuri. Jina ni nani? Jina naitwa Elizabeth Mangeni Okelo. Elizabeth Mangeni Okelo. We ni mkaaji wa Nakuru? Ndio. So tunajua kwamba ama vile nimeambia pale kwamba wewe ni mjane. Ilikuwaje ikafika ukakuwa mjane? Mzangu alikuwa mfanya biashara. Alikuwa amefungua duka mbili ya hardware. Sasa wakati wenye nilienda kuoleka kwake, sikujua kwamba alikuwa na mke. Sawa, baada ya kuzaa naye mtoto wa kwanza akaniambia kwamba ako na mke na huyo mwanamke walikosana akarudi kwao Uganda. Sasa mimi nikaingia pale nikiwa nimejua kwamba sasa kuna mwenzangu lakini tayari hayuko karibu. Alikuwa Mganda? Alikuwa Mganda. Mzee wako ni Mkenya? Mzee wangu ni Mkenya. Wewe pia ni Mkenya? Mimi ni Mkenya. Sasa tukakaa, baada ya kuzaa mtoto wa pili huyo mke alirudi. Aliporudi akarudi na vitisho, akataka mimi niondoke nimwachie mzee. Na wakati wenye alirudi nilikuwa tayari nishazaa, mimi mwenyewe nyumbani mimi ni yatima, sina wazazi. Sasa nikashindwa hata nikirudi nyumbani hawa watoto nitawalea aje. Mzee akaniambia weka wachana na hizo vitisho zake, akipenda akae ama arudi kwenye ametoka. Kwa hiyo harakati, siku moja mzee alitoka, alikuwa anaenda Kisumu kuleta mali. Aliniambia naenda Kisumu kuleta simiti na mabati na msumari pia juu hizo stock zilikuwa zimepungua kwa duka. Mzee alipotoka asubuhi kitu saa 10 ya usiku, mimi sikujua ni nini ambenye iliendelea. Niliitwa kitu saa 6 mchana ya kwamba mzee amelala mahali kando ya barabara. Nilipoenda pale nikaona ni yeye. Nikajaribu kumpindua juu alikuwa amelala na tumbo. Kumpindua hivi nikapata amedungwa visu mingi sana. Na amebleed na amekufa. Sasa nikashindwa nitafanya nini? Ikabidi nilikuwa na simu nikapigia brother yake nikamwambia semeji, ndugu yako alitoka akisema ya kwamba anaenda Kisumu. Sasa saizi nimepigiwa simu na nimempata kwenye yako amelala na ni mtu ni kama amevamiwa sijui na wakora juu siwezi jua juu sikukuwa karibu na sioni chochote, sijapata chochote kwa mwili yake, sio simu imeenda, pesa zimeenda. Sasa ndugu yake akakuja. Ndugu yake alipokuja akaitana maaskari, akabebwa, akapelekwa polisi. Sasa huyo mwanamke akasema kwamba ni mimi ndo nimeua huyo mwanaume. Nikamuuliza mtu mwenye hatujai kosana naye. Hakuna kenye tunaulizana naye. By then hata yeye alikuwa Kenya? Yeye alikuwa Kenya. Mimi biashara penye nafanyia biashara ilikuwa ni hatua na penye mzee anafanyia biashara. Sasa ningemuua nikitafuta nini? Juu kama ni usaidizi, yeye alikuwa ameniambia hata ukitoa pesa matumizi unaandika chini ndio tujue yenye umetumia ni gani na yenye umeuza ni gani. Sasa nilikuwa na chuki gani ama na wivu gani wa kuua huyo mzee? Sasa kwa hiyo harakati huyu mwanamke sijui ni nini ambaye aliongelesha watu wa boma. Watu wa boma wakaanza kuniambia kwamba mimi ndo nimeipanga huyo mzee uliwe. Nikamwambia mimi nitakuwa wazimu mgani wa kutaka huyo mzee auliwe. Sasa baada ya hapo ikawa kwamba sasa ni kusumbukana. Na nikafukuzwa kwa hiyo boma kwa sababu mimi nilikuwa bado sijajengewa kwa boma by then. Nilikuwa bado niko tu kwa plot. Ukarudisha ule Mganda. Sasa yule Mganda akakuja. Sasa uliachwa na watoto wangapi? Niliachwa na watoto 2. Mganda akakuja? Mganda akakuja sasa, alipokuja akatawala sasa. Na yeye alikuwa na watoto wangapi? Yeye alikuwa na watoto 4. Sasa mimi nikawa mimi ni mbaya, wanaona mimi ni mbaya. Sasa naona hata kifungu ya duka nikanyang'anywa, nikafukuzwa kama mjinga.
nikarudi kwetu. Baada ya kurudi kwetu, baada ya miaka 2, nikaamua nitoke kwetu nikuje nilee watoto wangu. Na ni lini hiyo mzee aliaga? Mzee aliaga mwaka wa 2019. 2009 sio na 19, na 9. Kumaanisha ulikuwa mdogo sana. Nilikuwa mdogo sana. Nikarudi nyumbani nikashindwa nitaanzia wapi maisha. Nikakaa kama mjinga. Nikifikiria watoto niwarudishe kwao wataishi na nani. Ikabidi nikuja hapa town Nakuru. Nitafute kama ni kazi ya nyumba nilee watoto. Hiyo instance yote mlikuwa mnaishi Kisumu ama wapi? Ni wapi duka ilikuwa? Duka ilikuwa Busia. Busia. Sasa na yeye alidungiwa wapi? Ulimpata wapi? Busia tu kando ya barabara. Sasa nilipokuja hapa Nakuru nikaanza kutafuta kazi ya nyumba. Nikaona hata kazi hiyo ya nyumba ninatoka kuchelewa asubuhi, ninarudi kuchelewa, watoto wanahangaika peke yao. Nikaachana na hiyo. Nikaajiriwa kazi ya soja. Nimefanya soja kwa miaka 2, nikaona hata hiyo bado najiumiza na hiyo baridi. Nikawacha sasa, ndio nikaomba Mungu anipe pesa nifungue biashara. Ndio Mungu akanipea pesa nikafungua biashara. Nilikuwa nauza omena sokoni. Nikaanza kugonjeka. Ninagonjeka kwa sababu gani? Niliambiwa na daktari eti ni kukaa sana bila kukutana na mwanaume juu nyungu ya mtoto wangu nilikuwa na growth kwa tumbo. Hii growth ilikuwa imenikula kiwango yenye ilifika wakati nikajikuta hiyo growth imeniletea kansa kwa nyungu. Na hiyo ilikuwa growth gani ama ugonjwa gani? Nilikuwa nimemea growth kwa nyungu. Ikaenda ikatolewa, ikaenda ikapimwa. Kupimwa nikapatikana niko na kansa kwa nyungu. Yenye nimetolewa mwaka huu mwezi wa 4. So ilikuwa imeenea sana ama? Ilikuwa imeenea sana. Juu nilikuwa nimebleed, nimekaa kama yellow. Sasa hata watu wakiniangalia marafiki wanasema huyu ni ukimwi, wani sana naambiwa mara nimerogwa, mara nimefanyiwa nini. Na hiyo ilianza lini? Ni lini hiyo ulirealize kwamba growth imekuwa? Ilikuwa mwaka wa 2001. So 2000 kafu. 2000 na hii ni 2022. Hii ni 2022. Ilikuwa 2020. Okay. So ulienda hosi, uliona tumbo inauma, ukaenda hospitali kupimwa. Nilikuwa na bleed. Nilikuwa na bleed ile mbaya sana. Nilianza nikienda kwa mwezi naenda wiki ya kwanza nina bleed. Ninakaa wiki moja ya pili tena ninaanza kubleed. Na sasa hiyo tumbo. For how long sasa ikibleed na bleed for how long? Inaenda hiyo wiki mzima. Sasa nikaanza kugonjeka, pesa zenye nilikuwa nazo nikaanza kununua madawa. Nanunua madawa wapi? Nikienda usiku akipima hiyo growth mwanzo ilikuwa imejificha, haikuwa inaonekana. Nilipigwa x-ray kama 7. Tumbo haionyeshi ugonjwa lakini na bleed. Na imefura. So ndo ukaenda hospitali? Sasa ndo nikaenda hospitali. Daktari akakwambia eti hujalala na mwanaume for some time? Akaniambia growth huwa zinaletwa, huwa zinakuja kwa nyungu ya mtoto wakati wenye hiyo nyungu imekawia bila kupata mtoto. Kupata mtoto. Si kulala tu na mwanaume. Kama haijapata mtoto, sasa ndio hiyo growth inakuja inamea. Sasa wakati wenye nilitolewa 2021, nilikuja mwezi wa 8 hapa medical nikalazwa. Nikakaa miezi 6 nikiwa medical. Baada ya kuhudumiwa nilirudi nikalemewa na bili hospitali. Nikakaa miezi 6. Bili yangu ikafika 250,000. Yenye madaktari waliniangalia tu wakaona kweli kabisa hakuna mtu mwenye anakuja kunitembelea. Na nikaonekana kwamba ni mama mwenye niko na shida yenyewe, nimeteseka hiyo muda yote na nimeacha watoto nje. Wakaamua waniache nikuje nijipange ndio nirudi mwezi wa 4. Sasa huu mwaka 2022. Sasa yenyewe nilitoka nje nikakuja nikapata watoto vile niliwaacha kwa plot. Wamejaribu kusaidiwa na majirani. Sasa kama msichana mkubwa saa hizi alikuwa kwa form 1. Alikuwa kwa form 2 saa hii. Huyo mtoto ilibidi sasa awache mambo yote aende afanye kazi za kufulia watu,
akisikia ni mjengo iko mahali na ni kama kuosha glasses na kusugua tiles chini, anaenda ili akaweze kupata hiyo chakula wakuje washare na mwenzake kwa Alikuwa nyumba. how old? Amekuwa na 14 years. 14 years. Na shule? Shule sasa umejua wakati wa COVID so alikuja akakaa 1 year. Sasa hiyo 1 year ndio alikuwa anafanya hiyo kazi. Na sasa saizi amerudi shule? Saizi ako shuleni. Class ngapi? Ako form 3. Form 3. Na nyumba nani alikuwa analipa ukiwa hospitali? Watoto walikuwa wanaishi hivyo. Landlady alikuwa anaishi kunipigia simu akiniambia ukiwa kitanda. Tafuta watu wako wakuje wachukue watoto, kama si hivyo ndo atupa nje.